Karibu mpendwa mtazamaji wa HMG, karibu tuendeleze simulizi yetu ya Mashimo ya mfalme Suleimani. Katika makala iliyopita tulishia sehemu inayosema hivi: Bwana Henry Curtis aliposikia hivi akashtuka na akasema kwa sauti ya upole, "Niwie radhi bwana, jina lako wewe ni Alan Quatermain?" Nikamwambia, "Ndiyo mimi." Unajua nini kiliendelea katika simulizi hii? Usikose katika grupu letu la WhatsApp la HMG Boku. Karibu kwa mwendelezo. Tulipokwisha kula tukawa tunatoka mezani na Bwana Henry akanijia kunikaribisha niende chumbani kwake tukavute tumbaku. Nami nikakubali. Mradi tulikuwa watu watatu, na mara Bwana Henry Curtis akasema, "Bwana Quatermain, nadhani miaka 2 iliyopita ulipata kuwako mahali panapoitwa Bamangwato katika nchi ya Transvaal, sivyo?" Kusikia hivyo nikaona ajabu sana yeye kujua habari za safari zangu. Nikamwambia, "Ndivyo nilikuwako." Bwana Godi akauliza, "Ulikuwa ukifanya biashara sivyo?" Nikajibu, "Ndivyo. Nilichukua gari la bidhaa nikapiga kambi nje ya mji, nikakaa huko mpaka nilipokwisha kuuza zote." Bwana Henry aliyekuwa amekaa katika kiti kukabili kiti changu akauliza, "Ulipata kukutana na mtu mmoja jina lake Neville?" Nikajibu, "Ndiyo. Tulipiga kambi zetu karibu kwa siku 14, na baada ya miezi michache nikapokea barua kutoka kwa mwanasheria kuniuliza habari zake kama namjua alipo, nami nikapeleka majibu kuelezea habari zake kama nilivyoweza." Bwana Henry akasema, "Najua maana barua yako ililetwa kwangu. Ulisema kwamba mtu aitwaye Neville alitoka Bamangwato mwanzo wa mwezi wa Mei akasafiri kwa gari pamoja na watu wake na mwindaji mtu mweusi mmoja jina lake Jim, naye alikuwa na kwenda mpaka Inyati ambao ndio mji mkuu wa mwisho katika nchi ya Mtabele. Akifika hapo atauza gari lake aende kwa miguu." Kisha ulisema kuwa kweli aliuza gari lake kwa sababu liliona tena baada ya miezi 6. Na mtu uliyemuona nalo alikuwa ni Mreno mfanyabiashara aliyekuambia kuwa amelinunua Inyati kwa mtu mweupe mmoja ambaye jina lake amelisahau, ila nafikiri kuwa yeye pamoja na boy wake wamekwenda mwituni kuwinda. Nikajibu, "Hayo ni kweli kabisa." Basi tukanyamaza kidogo. Kisha Bwana Henry Curtis akasema, "Naona ya kuwa hujui vema habari hizo. Huwezi kukisia sababu za kusafiri kwenda kaskazini na mahali gani alipokwenda." Nikamjibu, "Nilisikia kidogo tu." Na kwa kuwa sikutaka kusema naye zaidi juu ya habari hizi, nikanyamaza kimya. Bwana Henry na Bwana Godi wakatazamana. Kisha Bwana Godi akatikisa kichwa kwa kumfanyia ishara Bwana Henry, akasema, "Bwana Quatermain, nitakusimulia hadithi yangu, halafu unipe ushauri na msaada wako. Yule wakili wangu aliyeniletea barua yako aliniambia kuwa wewe ni mtu wa heshima sana na watu wote wanakustahi, na kwa hivyo naweza kukuamini." Basi nikainamisha kichwa kwa haya kwa vile nilivyosifiwa na Bwana Henry. Akaendelea kusema, "Huyo Bwana Neville ni ndugu yangu." Niliposikia hivi nikashtuka sana, maana sasa nalifahamu sababu ya kumtazama sana. Nilimuona mara ya kwanza kwa kuwa amefanana sana. Basi Bwana Henry akaendelea kwa kusema, "Yeye ni mdogo wangu, na mpaka miaka 5 iliyopita nadhani hatukupata kuachana hata kwa muda wa mwezi mmoja. Lakini katika mwaka ule wa mwisho tulionana tulipatwa na msiba kama wanavyopata watu mara kwa mara. Maana tuligombana sana, hata nilimtenda mambo yasiyo ya haki kwa ajili ya hasira zangu. Haikosi unajua kuwa mtu akifa kama mali yake ni mashamba tu, wala naye hakuacha wosia wowote. Kwa sheria ya Uingereza mrithi huwa ni yule mtoto mwanaume mkubwa, yani aliyezaliwa kwanza, ndiye anayechukua mali yote. Basi hivyo ndivyo ilivyokuwa, na wakati ule tulipokuwa tukigombana baba yetu alifariki, naye hakuacha hata wosia. Basi kwa hiyo ilionekana kuwa mdogo wangu hakuwa na urithi. Kusema kweli ilikuwa ni wajibu wangu kumsaidia na kumtunza, lakini kwa ule uchungu wa ugomvi jinsi ulivyokuwa mwingi sana, hata sasa naona aibu kukiri kuwa sikufanya jambo. Sikuwa na nia kumnyima haki yake, ila nilitaka yeye aje kwangu kuomba suluhu, naye hakuja. Nasikitika sana kukuuzi kwa habari zangu hizi, lakini naona sina budi kukuelezea waziwazi mambo yote, sivyo Bwana Godi? Bwana Godi akajibu, "Ndivyo, nami najua kwa hakika kuwa Bwana Quatermain atayasitiri yote moyoni mwake,
Nikajibu vema, maana mimi natafakari sana kuwa si mtu wa kupayuka. Halafu bwana Henry akasema, mdogo wangu alikuwa na fedha kidogo, na bila kunishauri alitoa fedha zote alizokuwa nazo katika benki na kuchukua jina lingine la Neville, akafunga safari kwenda kuchuma Afrika ya Kusini. Nikakaa kwa muda wa miaka 3 bila kupata habari zake wala salamu zake, ingawa mimi nilimwandikia barua nyingi sana, labda zilikuwa hazimfikii. Lakini baadaye nikaanza kuwa na wasiwasi, maana mtu haachi kumpenda ndugu yake. Nikasema hayo ni ya kweli, maana nilikuwa nikimkumbuka mtoto wangu. Bwana Henry akawa anaendelea kusema, nikahisi kuwa hata nusu ya mali yangu yote nitaitoa ili nipate kujua yaliyompata mdogo wangu, maana ni mmoja tu aliyebaki katika ukoo wangu. Basi siku zilipozidi kupita, nami nikazidi kuwa na wasiwasi. Nikatamani sana kupata habari zake. Ndipo nikaanza kuuliza hata nikapata ile barua. Basi mpaka sasa habari ni nzuri, maana zaonyesha kuwa yu hai mpaka sasa. Basi bwana Good akasema, ndiyo, na sasa bwana, labda utatuambia habari zote ujuazo za yule mtu aitwaye Neville. Karibu katika muendelezo ufuatao part 3 ndani ya HMG.